Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya michezo, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba, ukiweza kushuhudia wakianza kufanya maboresho kwenye kikosi chao mara baada ya kuweza kulitizama mechi ya dabi, ikaweza kuwapa taarifa ya kwamba kuna marekebisho ambayo wanaweza kuyafanya. Lakini wakati wanafanya marekebisho, kuna taarifa nzito kweli kweli ambayo imejiri katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo mimi nimekusogezea taarifa hiyo, utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, baada ya taarifa yao kubwa kuweza kutoa mapema hii leo. Nini chanzo mpaka watu kuweza kufikia kufanya maamuzi haya magumu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba? Utakwenda kujua hapa kila kitu mwanzo mwisho mwa taarifa hii, nini sababu na nini ni chanzo ambacho kimeweza kufikia mpaka klabu ya soka ya Simba kuweza kufikia makubaliano haya mazito na moja kati ya watu wao wa muhimu kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Karibu katika taarifa hii, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya michezo, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu hapo pote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu wakati huu ambapo utakwenda kushuhudia mambo yanavyozidi kwenda kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young African ya Simba Sport Club. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Simba Sport Club wamekaa na kupitia tathmini ya kikosi chao na kuona kuna baadhi ya maeneo yanapaswa kuweza kufanyiwa maboresho mapema kabisa kuelekea msimu huu kuweza kuanza, ambapo ni katika eneo mapema kabisa imeainishwa ni namba 6, eneo la namba 10 pamoja na upande wa mshambuliaji ukiweza kuonekana bado kuna kauzito fulani hivi, ambapo klabu ya soka ya Simba wameamua kuweza kuingia sokoni mapema kabisa kuweza kuangalia namna gani ambao wanaweza kufanikisha, wakati klabu ya soka ya Simba ikitamba na mshambuliaji wake wakati Dumbia. Sasa klabu ya soka ya Simba wameona kabisa kwamba ajitoshelezi kwenda naye katika msimu huu, ambapo klabu ya soka ya Simba wanapanga kuanza kuongeza mshambuliaji mwingine kwenye kikosi chao. Dumbia anaonekana kutokuwa katika chaguo sahihi la kile ambacho kinachoonekana kwa wanasimba, ambapo umeweza kushuhudia ubora wake unaonekana kuwa bado ni hafifu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Hivyo basi Simba wanaona kabisa kwamba ni muda sahihi wa wao kuweza kuingia sokoni tena kwa mara nyingine kwenda kutafuta mshambuliaji ambaye ataweza kuwapa kile wanachokihitaji. Sasa klabu ya soka ya Simba wamedondoka tena pale Kongo, ambapo naelezwa kwamba Simba wameingia Kongo kwa mshambuliaji wa Eagles du Congo Tony Karasi Madudu mwenye umri wa miaka 20 ambaye timu ambayo ndio iliyocheza na Young Africans katika mchezo ule wa Yanga Day, ambapo waliwafunga Yanga goli 2-1, ambaye ameanza kuvutia macho kutokana na uwezo wake wa kufunga mabao na namna anavyocheza katika eneo la mwisho la uwanja. Taarifa zinaeleza kuwa Simba wameanza kufuatilia kwa ukaribu hali ya mchezaji huyo na wameulizia uwezekano wa kumpata katika dirisha hili la usajili. Madudu ambaye bado na umri mdogo ameonyesha uwezo wa kucheza kama mshambuliaji mwenye uwezo wa kutumia nafasi, kufanya mikimbio ndani ya eneo la hatari na kushirikiana na wachezaji wenzake katika kujenga mashambulizi. Jina la Tony Tarasi Madudu limezidi kuzungumzwa baada ya kuonyesha kiwango kizuri katika mchezo wa Eagles du Congo dhidi ya Yanga, ambapo alifunga mabao mawili na kuisaidia timu yake kupata ushindi wa bao 2-1
moja, taarifa za mchezo huo zinaonyesha kuwa alikuwa mhusika mkuu katika ushindi huo, jambo lililoongeza mvuto kwenye usajili. Mpango unadaiwa kuwepo na Simba ni kumtoa Loemba na kufungua nafasi ya kumsajili Tony Talasi Madudu, ambaye anaonekana kuchukuliwa kama mmoja wa wachezaji wenye uwezo wa kuongeza ushindani katika safu ya mbele. Kinachomfanya Madudu kuwa mchezaji wa kuangaliwa zaidi ni umri wake wa miaka 20 pamoja na uwezo ambao ameonyesha dhidi ya timu kubwa. Ripoti nyingine za mitandao zimemtaja kuwa ni mshambuliaji mwenye uwezo wa kulink up play, kufanya mikimbio kuelekea eneo la hatari na kuwa mtulivu anapopata nafasi ya kufunga. Kwa hiyo inaelezwa kwamba ni miongoni mwa zile sajili ambazo klabu ya soka ya Simba kwa sasa wanazipigia hesabu nzito kwelikweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba ili kuja kuongeza nguvu na ufanisi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Lakini katika taarifa nyingine kubwa kabisa ambayo inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Simba Sport Club kufuatia kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, inaelezwa kwamba tajiri ameona mambo yasiwe mengi juu ya dili la namba 6 kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, na ameamua kuweza kuweka fedha tayari ameziweka katika benki. Lakini Azam FC ndio anaonekana kuwa kizingiti kigumu kwenye dili hilo kubwa kweli kweli, ambapo taarifa inaelezwa kwamba Mo amefanikiwa kuweka pesa kwenye akaunti ya Simba kumnunua Faisal kutoka Azam FC, kiasi ambacho pande zote tatu zimehitaji. Azam FC, Yanga na mchezaji husika, kama mkataba wa Faisal ulivyosema wakati anatoka Yanga kwamba Yanga wanatakiwa kulipwa kiasi cha shilingi 1 bilioni 1, Mo kacheza nafasi yake. Azam mpaka sasa bado hajatoa akaunti ambayo inatakiwa kupokea pesa ya uhamisho wa Faisal na kuweka wazi kwamba wanamhitaji mchezaji wao. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo shughuli inapozidi kuwa nzito kweli kweli kwa klabu ya soka ya Simba, kwani wanatamani kuweza kumpata mchezaji huyo, lakini inaonekana kuwa kuna ugumu kutoka kwa Azam FC ambao wanaonesha nia wazi kabisa kwamba wanamhitaji mchezaji wao aendelee kusalia kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa. Nazungumzia si wengine bali ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, na namna ambavyo unaweza kushuhudia mashabiki namna gani ambavyo wako na munkali sasa hivi ya kuhitaji kuona mabadiliko makubwa kwenye klabu yao. Lakini katika hatua nyingine, inaelezwa kwamba klabu ya Bursaspor ya Uturuki imetuma ofa nyingine ya dola milioni 1, takriban shilingi bilioni 2 na milioni 600 kwa Simba kwa ajili ya kumsajili winga wao Anicent Aura. Leo Simba wamejadili ofa hiyo na kuwa kuna uwezekano mkubwa kumuuza Anicent ili kupata fedha pamoja na nafasi ya kusajili kiungo namba 6 mpya ndani ya siku 2 zijazo. Simba wanatarajia kuongeza usajili wa kiungo namba 6 na mshambuliaji mmoja wa mbele mara baada ya kukamilisha dili hilo. Kwa hiyo kifupi, bado usajili unaendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.